Ndugu wananchi, mradi huu wa awamu ya kwanza utakuwa katika mkoa wa Mjini Magharibi, ambapo tutaendelea na utekelezaji wa ujenzi wa vituo vya kisasa ambapo mabasi yataanzia na kuishia kama tulivyoelezwa katika maelezo yaliyotolewa awali. Lengo la serikali ni kuwa gari zote zinazotoka nje ya mkoa wa Mjini Magharibi ziishie kwenye vituo vya nje ya mji, na kuanzia hapo mabasi haya ya kisasa ya umeme yaanze kuchukua abiria na kutoa huduma ndani ya mji. Napenda nitoe wito kwa ZSSF kuwa muhakikishe kwamba vituo vyote vya mabasi vinavyoendelea kujengwa vinamalizika haraka ili mradi huu ukamilike kwa wakati, ili wananchi na wageni wanufaike na huduma hii. Aidha, nichukue fursa hii kukumpongezeni kwa uamuzi wa kuweka viwango maalumu mbalimbali vya nauli. Mngeweza kuweka nauli moja tu kwa kila mtu, lakini mmeona umuhimu wa kuweka viwango tofauti. Kwa wazee wetu wastaafu, watalipa nusu ya wanaolipa watu ambao wako kazini. Lakini watoto wetu wa skuli ambao kwa miaka mingi wamekuwa wakinyanyasika sana kwenye vyombo vya usafiri, sasa wataweza kupata usafiri wenye kiwango kinachotakiwa kwa bei nafuu, nusu ya kiwango ambacho analipa mtu mwingine. Hongereni sana kwa uamuzi huu, na ni matumaini yangu kwamba vijana wetu wa skuli sasa watakuwa wana mazingira mazuri ya kupata vyombo vya usafiri bila kubughudhiwa, bila kunyanyaswa kwa sababu tu wanalipa kiwango cha chini kuliko watu wengine. Serikali yenu sasa hivi inatekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Miradi ya barabara nchi nzima, mijini na vijijini. Miradi ya hospitali za wilaya na mikoa na rufaa. Miradi ya ujenzi wa skuli za maandalizi msingi na sekondari. Miradi ya masoko katika maeneo mbalimbali. Na sasa hivi tuko katika mradi mkubwa wa mji wa Afcon. Sasa nimemsikia bwana mmoja hivi akiponda kwamba mji wa Afcon tunatumia fedha nyingi wakati matokeo hayatokuwa makubwa, kwamba Afcon haitorejesha fedha. Kwanza, fedha zilizotajwa si sahihi. Si kweli kwamba tunatumia trilioni 1.4. Uzushi mtupu. Ndugu zangu, kwa wasiojua, mradi wa ujenzi wa uwanja wa michezo kwa ajili ya mashindano ya Afcon una gharama ya dola za Kimarekani milioni 150, ambayo ni kama bilioni 300, sio trilioni 1.4. Na si uwanja wa mpira tu, kuna uwanja wa mpira, kuna viwanja vidogo vya mazoezi, kuna bwawa la kuogelea la Olympic size, kuna miradi kadhaa pembeni yake. Lakini hatuishii hapo. Tunajenga mji, hatujengi uwanja wa mpira. Pembeni kutakuwa kuna nyumba za makazi, kutakuwa kuna hoteli, kunakuwa na kumbi za mikutano. Ule utabadilika kuwa mji wa maendeleo wa kisasa. Ndugu wananchi, nasema kwamba hapa ni kazi tu. Tutaendelea na ujenzi kama ninavyosema, na yale maneno ya kwenye kanga nitawaachia wao, maana uhodari wao uko hapo. Kila mtu afanye lile ambalo ana uhodari nalo. Sitosikiliza maneno hayo wakidhani kwamba tutapunguza spidi. Sisi tutaendelea na ujenzi wa miradi mbalimbali kwa manufaa ya wananchi wa Zanzibar, na historia itakuja kutuhukumu. Sasa kwa maneno yao wanayoyasema, kama wanadhani watanipunguza spidi, na waambie wamekosea sana. Tutaendelea na kasi ya ujenzi wa miradi katika awamu hii ya pili ya serikali ya awamu ya 8. Kasi yetu itakuwa kubwa kuliko awamu ya kwanza. Hiyo ndo taarifa ninayowapa, na nataka niwaambie maneno yao waendelee kusema, maadamu dhamira yangu hainusuti kwa tunachokifanya. Hata siku moja sijawahi kukaa kujiuliza hivi haya ninayoyafanya ni sahihi, kwa sababu ninatambua ni sahihi na ni maslahi ya wananchi.